Mamlaka. Unajua mwanadamu akitumia ile mamlaka ni lazima atapata mafanikio kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Kwamba mamlaka mtu anapokuwa anazidi kuitumia, ile Mungu ambaye anaachilia juu yake, Mungu ambaye amempa na akatambua kwamba Mungu amenipa mamlaka fulani, amenipa mamlaka kuliombea kanisa, Mungu amenipa mamlaka ya kuwabeba labda watumishi, Mungu amenipa mamlaka labda ya kufanya 1, 2, 3 ndani ya kanisa, ni lazima injili ya Mungu itakuwa inaenda mbele. Hata unapokuwa unasikia kwamba labda kuna watu ambao wanasitasita kuamini. Unajua kuna mtu akisimama, kuna mtu akisimamia nafasi yake yeye, hata akimshawishi mtu kwa neno moja tu, anakubali kumwamini Yesu. Kwa sababu ni yeye kazi yake. Unasikia sana. Unakuta mimi labda ninashindwa kumshawishi mtu, lakini kuna mwingine yeye kazi yake ni kumshawishi tu mtu kwa habari ya Yesu. Lakini pale anapokuwa anamshawishi tu, anasema neno moja tu kwamba Bwana Yesu anakupenda. Anasema huyo mtu anasema kweli Yesu ananipenda. Haleluya. Hata mimi nikisimama labda sio sehemu yangu nikisema Yesu anakupenda, anaanza kuniuliza maswali. Sina nini? Lakini mtu ambaye yeye ni kusudi lake kusimama, mtu ambaye yeye ni funguo yake kuibeba, lazima atatoa ushawishi, lazima huyo mtu atatoa kwenye hapo mfungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutumie mamlaka wapendwa. Haleluya. Mamlaka zimebeba mafanikio yetu. Mamlaka zimebeba kila kitu juu ya maisha yetu. Mamlaka zimebeba kila kitu kwenye maisha. Mamlaka ndio inabeba uchumi wako. Yakini uchumi umeyumba kwa sababu umeshindwa kutumia ile mamlaka ambayo umepewa. Yakini biashara imeyumba kwa sababu umeshindwa kutumia ile mamlaka ambayo umepewa. Biblia inasema ya kwamba sisi tutakopesha, hatutakopa. Kwa nini uishi katika madeni wakati mamlaka unayo? Itumie ile mamlaka mpendo uliopewa. Itumie ile mamlaka ambayo Mungu ameachilia ndani yako. Itumie ile mamlaka ambayo Mungu amekupa. Mwambie Mungu, umenipa mamlaka 1, 2, 3. Inabidi nifanye 1, 2, 3. Unaweza kusikia sana? Ukimkumbusha Mungu kwa habari ya mamlaka ambayo umepewa, lazima Mungu atasikia. Mungu atatilia mafanikio juu yako. Haleluya. Mamlaka. Unajua tukiishi katika maombi sana, ni rahisi kuitumia mamlaka. Yaani unajua ukiwa ni mtu ambaye umeishi katika maombi, ile mamlaka ni rahisi sana. Hata tukifika mahali hapa, kila mmoja akiwa ameishi kwenye maombi, kila mmoja akiwa ameishi kwenye ile sehemu ambayo Mungu amemweka, na akiongeza zaidi juhudi ya maombi, lazima tu mafanikio atayapata. Lazima tu mafanikio atayapata kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mtu leo anajiuliza, nifanye nini? Nifanye nini ili nipate kuinuka? Nifanye nini nipate kuinuka tena? Lakini ninakwambia tu siku ya leo, Bwana asifiwe sana, kwamba simama kwenye mamlaka yako. Isimamie kwa Mungu amekupa, ndipo yalipo mafanikio yako. Bwana asifiwe. Simama pale Mungu amekuweka. Kusudi la Mungu ambaye alikupa, ndipo yalipo mafanikio yako. Yakini unaona ndani ya kanisa labda unaona kuna vitu 1, 2, 3 haviendi. Hivyo vitu haviendi, kuna mmoja au umejisahau mpendwa. Kumbuka, kuna mmoja amejisahau kusimama kwenye kusudi. Kuna mmoja amejisahau kusimamia ile nafasi aliyopewa. Unajua unapokuwa unasimama katika mamlaka, unaishi katika ile kusudi ambalo Mungu amekupa, Mungu anakufanyia nafasi nyingine. Anasema yapo matumaini makubwa kwa mtu ambaye umekatwa. Ukikubali wewe kwamba Yesu afufuke katika huduma yako, kwamba Yesu afufuke katika vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako, Yesu afufuke juu ya maisha yako, Yesu afufuke katika ujana wako, Yesu afufuke katika mama wako, Yesu afufuke katika baba wako, ni lazima kuna matokeo ambayo yataambatana na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna matokeo makubwa sana ambayo yataambatana na wewe, kwa sababu utakuwa umekubali kuziishi zile funguo, kwa sababu utakuwa umekubali kuyaishi yale mamlaka ambayo Mungu ameachilia ndani yako. Kuna mamlaka ambayo inaitwa utambuzi. Mamlaka ya utambuzi unayo wewe mwenyewe. Ukimsihi sana Roho Mtakatifu akusaidia katika utambuzi. Kuna mwingine anaweza labda akawa ametambua kusudi moja, Mungu labda anamwekea makusudi matatu. Haya makusudi matatu yanahitaji nguvu ya ziada ya kutafuta haya makusudi. Haya makusudi matatu ambayo yapo, ambayo bado umeshindwa kuyatambua, yanahitaji nguvu ya ziada au jitihada. Ukisoma kule kwenye Biblia, Timotheo anazungumza kwamba jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Yaani Yesu kufa msalabani ni kuonyesha kwamba amekukubali mpendwa. Usijiangalia ulivyo ukasema uchumi wako umeyumba, siwezi nikamtumikia Mungu kwa wakati huu. Uchumi wako labda
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye aliyekuumba amekukubali jinsi ulivyo. Inatakiwa usimame katika funguo ambayo Mungu amekupa. Uitumie mamlaka ambayo Mungu amekupa ukiwa unajikubali. Kama umekubaliwa na yeye ambaye alikuchagua, umekubaliwa na yeye ambaye alikuita, umekubaliwa na yeye ambaye alikuchagua umtumikie. Mamlaka ukitumia vyema jinsi ambavyo ipasavyo, ni lazima utafikia mafanikio ambayo Mungu amekuwekea. Haleluya.